kwenye nyumba ya Mungu au kwenye ufalme wa Mungu. Yeyote yule ambaye ameokoka ana sehemu ya urithi kwenye nyumba ya Mungu na kwenye ufalme wa Mungu. Everyone. Hakuna mtu ambaye hana sehemu ya urithi kwenye nyumba ya Mungu na kwenye ufalme wa Mungu. Na hii tunaiona kwenye kitabu cha Walumi sura ya 8 mstari wa 17. Walumi sura ya 8 mstari wa 17. Kuna mtu mwenye microphone ambaye atanisaidia, tutakuwa tunasoma speed, au sijajua kama huyu ambaye anatuwekea maandiko atakuwa yuko speed. Walumi sura ya 8 mstari wa 17. Biblia inasema, na kama tu watoto basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, na tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Ina maana sisi tu watoto wa Mungu, na kama sisi ni watoto wa Mungu ni warithi. Kwa tunarithi vitu vya Mungu. Vitu vya Mungu ni sehemu ya, ni vya kwetu. Vitu vya Baba ni vya kwetu. Chochote ambacho Baba anamiliki ni cha kwako. That is number one, and that is very important. Unapookoka unakuwa ni mrithi wa vitu vya Mungu, mrithi wa baraka za Mungu. Hallelujah. That is number one. Na hicho ni cha muhimu sana kukielewa, kwa sababu concept ya baraka ya mzaliwa wa kwanza au ya baraka yoyote ndani ya neno la Mungu inazaliwa hapo. Mahali unapojua kwamba ukiokoka kuna urithi, una sehemu ya urithi wako. Wote waliompokea, kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. So unapewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. So ukiwa mwana wa Mungu, wewe sio mtumishi, wewe ni mwana. Maana baraka za Mungu zinakuhusu. Baraka zake ni za kwako. Ahadi zake ni za kwako. Vitu vyake ni vya kwako. Now, pamoja na kwamba wewe ni mrithi wa vitu vya Mungu na unarithi pamoja na Kristo, pamoja na hayo, hebu sema pamoja na hayo, utajiuliza swali, kwani hivyo vitu vya Mungu ambavyo vinazungumzwa ni vipi? Kwa mfano, nataka nikuonyeshe moja kati ya baraka zinasema. Ya kwanza inasema kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia inatutaja sisi kuwa warithi wa vitu vya Mungu. Hivyo vitu vya Mungu ni vitu gani ambavyo sisi tunavirithi? Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3 na wa 4. Biblia inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili tupate tumaini lenye uzima kwa kufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. So you see, urithi wa kwanza ni ule wa mbinguni kwa ajili yetu, kwa maana ya uzima wa milele. That is number one. Jambo la pili, nini kingine ambacho tunazungumzia urithi? Tunaposema baraka mzaliwa wa kwanza, nini anacho urithi mzaliwa wa kwanza? Pia nyingine tunaiona kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura 8 mstari wa 9. Biblia inasemaje? Tunajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu, ili kwa umaskini wake sisi tupate kwa nani? Kwa matajiri. So moja kati ya urithi tunaopata ni utajiri. Na huo ni sio utajiri wa mbinguni. Ule wa mbinguni tumeona kule kwenye Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Lakini wa kimwili tunauona kwenye Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. That is a blessings ambazo mtu anapookoka anapaswa azipate. So unapookoka, hizo ni moja kati ya baraka unazipata. Kama tuko pamoja sema amina. Alafu Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 2. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 2. Biblia inasema, lakini nasema ya kuwa mrithi
Wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Na nisikia nachokisema, mtumwa hana tofauti, mtoto hana tofauti na nani? Na mtumwa. Hata awe mkubwa mpaka akue. So unaweza kuwa ni mwana unayestahili urithi wa kiungu, lakini ni mpaka ukue. Kama haujakuwa hautapewa. Utapewa sawasawa na ulivyokuwa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Tuko pamoja? Okay, tunaendelea. I'm trying to show you some mysteries here. So atakuwa chini ya, ijapokuwa ni mwana. Alafu Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya nini? Mambo ya nini? Manake mtu anapokuwa mtu mzima anayabadilisha mambo ya kitoto. Kuna hata vitu wetu wengine mnakuwa mnafanya wakati ibada inaendelea, ni alama ya utoto. Mtoto ana sifa 4. Analala anaponyonya. Ukiona mtu analala kanisani, sio kwa sababu yuko busy na kazi, ni alama ya utoto wa kiroho. I'm telling you, mtu asiyekwambia nimechoka mno. Kwa sababu alama ya mtu mzima anakuwa na kiu na anakuwa na njaa. Hakuna mwenye njaa anayelala. Ukifunga hamna maombi magumu kama kufunga usiku. Ukifunga usiku usingizi unakuwa hauji. Kwa nini? Kwa sababu mwili hauna nini? Hauna chakula. Na moja kati ya alama ya mtu mzima kiroho ni kutaka chakula. Sasa hauwezi kama ni muda wa kula afu unasilamba. Unalala. Ukiona mtu analala ni alama ya utoto wa kiroho. Namba 2, nini alama ya utoto? Makasiriko na manunguniko. Watoto wanakasirika na wananungunika sana. Mtoto anakuwa anakufanyia kitu, afu kirudisha anakasirika na ananuna. Hiyo ni alama ya kwamba mtu ni mtoto. 3 ni kuomba kila kitu. Kwa mfano mtu ambaye ni mtoto wa kiroho anakuwa anaomba kila kitu. Umayo anaonekana mtoto ikipita pipi, naomba pipi. Shika vitu 8 hapo, weka mbele ya mtoto, atashika kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu ni mtoto, akili yake bado ina maziwa. So anasema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13:11, nilipokuwa mtoto nilikuwa naongea kitoto, nawaza kama mtoto, nafanya kama mtoto. Anasema tokea hapo nilipokuwa nimeyabadilisha mambo ya nini? Mambo ya kitoto. Kwa lazima ujue mambo ya kitoto ulionayo na uachane nayo, kwa sababu mambo ya kitoto yatakufanya ukadumaa. Sio kama kuna mtu amenielewa hapa. Mambo ya kitoto, kuna watu wanazeeka na mambo ya kitoto. Usipoacha utoto sasa hivi usifikiri utakuacha. Usipoacha utoto sasa hivi utazeeka nao. So utazeeka ukiwa na miaka mingi lakini na akili za nini? Za kitoto. Ndio maana nimesema kuna vitu mtu akivifanya unasema aisee, huyu ana akili za kitoto. Sasa lazima uhakikishe kwamba hauonekani kuwa mtu mwenye akili za kitoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, haleluya. Haya. Sasa ili mtu aweze kurithishwa vitu na Mungu, Mungu anaangalia mambo makubwa mawili. Ili Mungu akurithishe vitu au ili mzazi akurithishe vitu. This is godly and worldly. Yaani ni ya kimbingu na ya kidunia pia. Kwa sababu dunia imekopi mifumo mingi ya Mungu. Ili urithishwe vitu vya Mungu, kuna vitu viwili Mungu anaviangalia. Eneo la kwanza, Mungu anaangalia kuaminika. Can I trust you? Naweza kukuamini. Mungu anaangalia kuaminika. Namba 2, Mungu anaangalia kutumika. Kwa sababu tunakuamini kupitia kutumika. Kwa sababu kwa kadri unavyomtumikia Mungu tunaweza tukajua if we should trust you or not trust you.
So mzazi anapotaka kukubariki, ndio maana unaona kwa mfano anataka kuwabariki watoto wake. Isaka anawaita, anasema mkanitafutie mawindo, mniletee kitu nile. Manake ili mpaka kitu kipatikane chakula, kuna gharama ya kukitafuta. Hapo he's looking for the servantship. Kwa chakula utakachokileta tutaona kama tukubariki au tusikubariki. Nani maneno anachokisema? Kwa chakula utakachofanyaje? Utakachokileta. Kwa unaona, ni kweli una haki ya kubarikiwa, ni kweli umeokoka, vitu vyote ni vya kwako. Lakini sasa ili uanze kupewa hivyo vitu, tujue havitakuharibu moyo na akili. Tunaangalia nini? Kuaminika na kutumika, na tutakuamini kupitia utumishi wako. Hata kanisani kuna watu ambao wanakuja na wanataka niwaamini. I cannot trust them. Kwa sababu kuto kumwamini mtu sio dhambi. Kwa sababu Biblia inatuonya tusiwaamini sana watu. Na ni mtu wa hatari anayekuja anataka umwamini. What should you come to me and you want me to trust you? Who are you? Kwa nini wewe uje kwangu na utake mimi nikuamini? Mjanisikia anachokisema. Na kwa namna hiyo maana usitake sana kujiaminisha, kwa sababu Yesu akasema kama mniamini mimi, mziangalie nini? Kazi ninazozifanya. So the work you do should prove who you are. Na Mathayo sura ya 7 mstari 26 inasema ndiposa kwa matunda yao tutafanyaje? Tutawatambua. So they should look to your fruits na waseme I must trust this person. Apostle ni mchungaji mzuri. No, wait. Check me again. Apostle ni mtu mzuri. No. Umefanya haraka. Niangalie tena. Do I am worth that good that you see? This apostle is amazing. Huyu nabii ni mzuri. Angalia matunda. Biblia inasema mzipime kwa matunda yao mtawatambua. Siku moja nitakuja nitafundisha matunda ya mtu. Hebu sema matunda ya mtu. There is a fruit of man. Yale matunda ukiangalia matunda yake utajua huyu mtu ni wa aina hii. Kwa sababu wa aina hii hawezi kuzaa hiki. Okay, now. That is. So Mungu anaangalia kuaminika. Mungu anaangalia kutumika. Na kuna vitu Mungu unamwomba, yeye atakachokifanya atapima uaminifu wako na utumishi wako. Yaani utayari wa kumtumikia na kuzaa. Kuna vitu wewe utamwomba Mungu, Mungu nataka gari, Mungu nataka ndoa, Mungu vyote hivyo anavireceive, anavipokea, anasikia maombi yako, lakini kabla hajakupatia he checks on you, anakutazama. Anaangalia uso wako unapaswa kuaminika upewe mtoto wa watu. Watu wa Mungu, haleluya. Ni kweli unataka mume, lakini wewe unaweza kuaminika ule mwanaume wewe. Wanaume wanalelewa. Ni kweli unataka mke, lakini hicho kichwa kitarea mke wewe. Wanawake wasumbufu.